Unaota ndoto hizi 5 lakini unachukulia masihara. Naomba usichukulie masihara ukiota ndoto hizi 5 ambazo nataka kukuorodheshea siku ya leo. Naitwa Mkiza Soul, ni mwalimu na msaidizi wa mambo ya kiroho. Kama wewe ni mgeni kwenye hii page, saidie kufollow, weka like yako, subscribe, nisaidie kucomment chochote unachotamani kukifahamu kuhusu hii mada, utajibiwa. Ndoto ya kwanza ambayo unatakiwa uwe makini nayo sana endapo utaiota ni ukiota uko uchi. Endapo utaona uko uchi kwenye ndoto yako, especially kama uko uchi mbele ya kadamnasi ama mbele ya watu wengi, tafadhali, hiyo ni ndoto inayomaanisha ama inayoashiria aibu inayokuja kwenye maisha yako, ama fedhea inayokuwinda, ama tayari imeshakuja kwenye maisha yako, bado tu haijajidhihirisha kwenye ulimwengu wa kimwili, lakini hiyo aibu ama fedhea iko mlangoni kwako. Chukulia userious ama utimamu hiyo ndoto, na uwe makini kwenye maamuzi unayoyafanya kwenye maisha yako ya kila siku, ama vitu unavyofanya kwenye maisha yako ya kila siku. Inaweza ikawa kuna vitu unavifanya kwenye usiri na unahisi hakuna watu wanafahamu, kumbe kuna wanaofahamu, ama kuna maamuzi unaweza ukayafanya yakakusababisha ama yakakusababishia ile fedhea unayooneshwa kwenye ulimwengu wa ndoto. Kuwa makini. Ndoto ya pili ni kuota unakula, upo kwenye kikao, mnakula, mnagaiana nyama, mnakula, mnaimba, mnacheza na vitu vya namna hiyo. Most of hizi ndoto watu wengi wanaziota wakiwa wanataka kuingizwa mahali fulani, kwenye chama, kikundi fulani, pasina wao kujua ama pasina ridhaa yao binafsi. Kwa hiyo unapoota uko bize na wenzio wengi, wanaweza wakawa watu ambao unahisi unawafahamu, ama sura ambazo sio ngeni kwako, wanakugaia nyama, wanakugaia hiki, kunywa hiki, kula hiki, na wewe ukawa unapokea kwa sababu ni watu unaohisi unawafahamu. Kuwa makini na usikubali kupokea vitu ukawa unakula kwenye ulimwengu wa ndoto, kwa sababu hawawezi kukuletea mtu ambaye haumjui. Wakikuletea mtu ambaye haumjui, huwezi kukubali kula hicho chakula. Kwa hiyo kuwa makini. Unaweza ukawa unagaiwa magonjwa kwenye kupitia hivyo vyakula, ama unaweza ukawa unagaiwa unasainishwa sehemu, unaingizwa sehemu kwenye kikundi fulani ambacho pengine usingependa kuweko. Kwa hiyo kuwa makini. Unaweza ukawa unanyang'anywa kitu kinachokuhusu kupitia hivyo unavyokula na kupeana. Ndoto ya tatu ni kuota unafanya mapenzi ama ngono kwenye ndoto. Hamna kitu ambacho ni very common kwenye maisha sasa hivi kama kuota unafanya mapenzi. Na kuna wengine wanachukulia ni kitu cha kawaida mno. Wanaamka asubuhi unajikuta umejichafua, haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni mwanaume. Ukiona unafanya mapenzi kwenye ndoto zako mara kwa mara, haijalishi unaona ni mumeo ambaye unafanya naye mapenzi, ama mkeo unafanya naye mapenzi, boyfriend wako, girlfriend wako, whatever, haijalishi. Kadri unavyokuwa unavuana nguo kwenye ulimwengu wa ndoto, ndivyo kadri unavyokuwa either unajiweka kwenye barabara ya kunyang'anywa kile ambacho uko nacho. It is either your destiny ama nyota yako, ukuu wako, vipawa vyako, kwa sababu ngono ndio kati ya mlango mkubwa sana wa kufikia roho ya mtu, nafsi ya mtu, nyota ya mtu, ukuu wa mtu, udhihirisho wa mtu, na vitu vingine vikuu ambavyo hutamani kuvipoteza. Kwa hiyo kuwa makini sana na uko kuvuana nguo ndotoni, na ukiona hiyo ni kawaida yako kila usiku, tafutia suluhisho. Hilo swala sio swala la kawaida. Unaweza kuwa umeingizwa kwenye mambo ya majini mahaba, ama kuna majini mahaba wamekupenda, na kama utachukulia kawaida ndoto za namna hii, huaga zinaenda kulead ama zinakusogeza kwenye difficulties kwenye masuala ya mahusiano, masuala ya ndoa. Unajikuta ndoa yako imekuwa ni ngumu, chungu, kwa sababu ya hao majini mahaba. Hawataki wakikumiliki umilikiwe pia huko kwenye ulimwengu wa mwili. Ama kama watakuacha na huyo uliye naye, haijalishi ni mume, mke, basi watafanya maisha yenu yawe magumu, ili msiweze kujikwamua ama kupata akili ya kuzingatia hicho ambacho kinaendelea kwenye ndoto zako. Uwe bize kutatua masuala ya financial, masuala ya maendeleo,
lakini usiwe busy kutatua hicho kinachohusiana na masuala ya majini mahaba. Kwa hiyo zingatia sana ndoto ya kuota unafanya mapenzi. Ndoto ya 4 ni kuota unadumbukia sehemu. It doesn't matter iwe ni kwenye maji, uko unajiona you are draining, ama uko kwenye shimo, wengine wanajiona kwenye visima virefu, unahisi ama unajifilu ukidumbukia, ukizama, ukishout upate msaada, lakini hamna anayekupatia msaada. Ndoto za namna hii ni ndoto zisizokuwa nzuri ama zisizokuwa na ishara nzuri. Kwa hiyo zingatia, inaweza ikawa kuna mtego umenaswa ama umetegewa mtego ambao unakwenda kukushusha aidha kwenye cheo chako, unakwenda kukushusha aidha kimaendeleo, kiafya, vyovyote vile, but you are doomed. Unaonyeshwa kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kinakuja kubadilisha maisha yako kwa namna mbaya, kinakuja kukushusha kwenye chochote unachokifanya ambacho kinakufanya unaendelea na unazidi kusogea mbele. Kwa hiyo usipotezee ama usichukulie masihara ndoto ya namna hiyo. Ndoto ya 5 na ya mwisho kwa siku ya leo, na naomba mnisikilize kwa makini kwenye hii ndoto, ni kuota umepakwa kinyesi ama mavi kwa lugha rahisi. Ukiota umepakwa ama unapakwa mavi, unasikia kabisa ile harufu ya kunuka kwenye mwili wako. Sio ndoto ya kawaida. Usichukulie masihara, usichukulie kawaida ndoto ya namna hiyo. Ni ndoto inayokusogeza wewe kwenye rejection ama kukataliwa. Ni ndoto inayokusogeza wewe kwenye kushuka kimaendeleo, kupoteza watu muhimu kwenye maisha yako, ama kukataliwa kwenye vitu unavyofanya vya kimaendeleo, kimahusiano, chochote kile. Unaweza kuwa unashangaa umeota ukipakwa mavi ama umepakwa mavi, unasikia ile harufu, alafu unaenda kwenye biashara yako, kila ukifungua biashara yako watu wanaachana na duka lako, wanaenda duka la ng'ambo ambako pengine kuna bidhaa ambazo sio nzuri kuliko za kwako. Ni kwa sababu njia ya duka lako linanuka, ama wewe mhusika unanuka. Mtu akikukaribia hivi umepulizia marashi mazuri, lakini anaona anasikia ukinuka. Uko na mtu kwenye mahusiano, mmeanza vizuri kwenye hayo mahusiano, lakini baada ya wiki 2, miezi 2, 3, mtu anaanza kukuchukia tu out of nowhere. Mwanaume wako anaanza kukureject, mwanamke wako anaanza tu kuona kama adui, anaanza kuona mtu mbaya. Inawezekana kwa asilimia kubwa umepakwa kinyesi ama umetupiwa roho ya kukataliwa kupitia hicho kinyesi ulichopakwa. Kwa hiyo zingatia, kwa yoyote anayehitaji huduma za kiofisi, unahitaji msaada kwenye chochote kile ambacho nimekiorodhesha hapa, namba ziko hapo chini zinapita. Usihofu ama usisite kututafuta kwenye hiyo namba. Utapata ufumbuzi ama utapata mwongozo namna gani wa kujinasua kwenye hivi vitu nilivyoviorodhesha. Nawapenda sana. Naomba msisahau ya kwamba ndoto ni moja kati ya milango ama ni njia ya wewe kuletewa nini kinaendelea, kuletewa jumbe za nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho kukuhusu. Naweza kaa kukuhusu wewe ama watu wapendao. Kwa hiyo ndoto sio vitu vya kawaida. Ingawa kuna ndoto ambazo sio hazina maana yoyote ama hazina jumbe zozote, ingawa tu ni ndoto. Ila kuna ndoto ukiziota zina maana kubwa na unatakiwa uzifuatilie ili kujinusuru kwenye baadhi ya vitu vibaya kwenye maisha yako. Nawapenda sana. Peace.